Asante na karibu tena kwenye podcast yako, na mimi ni James Ruta. Hii ni mwendelezo tu wa makala zetu ambazo zenyewe zinalenga kukufunza, kukujenga na kukuinua na kukuongoza katika namna ambayo mwisho wa siku kupitia makala zetu pale ama wakati wowote unapokutana na magumu juu ya mtindo wa maisha na mitindo ya maisha tunayoishi, basi unapata somo na mafundisho ni jinsi gani ya kuyashinda magumu, engo ikiwa ni ile ile inayosisitiza kila siku ya kumtegemea Mwenyezi Mungu hata wakati wa magumu. Kwa hivyo mimi ni James Ruta na hii ni podcast yako. Na leo siko mwenyewe tena, ninaye mgeni ambaye inanipendeza ni kutambulishe kwake kwanza kabla sijaendelea mbali sana. Mgeni wangu leo, yeye labda nikupe kwa wasifu wake. Yeye ni author, yeye ni mwandishi wa vitabu, lakini vile vile yeye ni social entrepreneur. Yeye ni mkurugenzi wa shule, lakini yeye ni mwelimishaji vile vile, lakini bado yeye ni parenting consultant. Ni kiongozi, lakini yeye ni baba. Kwa uzito huo basi, mimi na wewe tuungane kumkaribisha Mr. Justin Kakoko. Yes, karibu sana brother. Asante sana kaka. Karibu, hii ni podcast yako. Nashukuru sana kuwa hapa. Yes, karibu sana. Hii ni platform ambayo tumechagua sisi kufundisha, kuongoza na kuelekeza watu wanapokutana na magumu, basi kuliko kukata tamaa na kuelekea katika miongozo ambayo ni yenye kudidimiza zaidi, basi kutafuta namna gani iliyo bora ya kumtegemea na kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Yes. Basi kile ambacho kimenifanya leo ni kualike ili kusudi tuweze kunufaisha na kuisaidia jamii ya wafuatiliaji wangu. Labda kabla sijakwambia kwa namna ambayo itakukosesha picha, basi nikupitishe tu kwa ufupi sana kitu gani hasa nimelenga mimi na wewe leo tuzungumze na wafuatiliaji wangu. Tunaishi maisha, maisha ambayo package yake ni kama darasa. Darasa ambalo halikomi. Yani unavyoishi basi wewe ni mwenye kujifunza tu. Katika kuishi tunayo masomo tunayokutana nayo. Changamoto zinageuka kuwa masomo. Na masomo haya yako mengi na kila mtu anakutana nayo katika namna ambayo yeye inakuwa ni ya kwake, na hayo ni masomo yake. Wewe unayo ya kwako, lakini mimi binafsi pia ninayo ya kwangu. Hata watazamaji na wafuatiliaji wetu pale wanayo ya kwao ambayo wamejifunza na kuyafanya hayo kuwa masomo. Binafsi nimejifunza mambo mengi sana. Lakini katika mambo ambayo nimejifunza na kuyachukua kama masomo, hili mojawapo ambalo nataka tuliongee leo, kwangu ndo nimelifanya kama somo kuu. Nalo ni kupanda na kushuka kwenye maisha. Yes. Kwenye maisha kila kitu kinaweza, kuna wakati kwenye maisha kila kitu kinaweza kikabadilika. Na mabadiliko haya wakati fulani yanakuja ghafla. Wakati mwingine kwa wema. Mabadiliko hayo yanaweza yakaja kwa wema tu. Lakini mabadiliko haya wakati mwingine yanaweza yakaja kwa ubaya vile vile. Yakaja katika namna ambayo kwako haiwezi kusomeka kama ni namna nzuri ama namna iliyo bora. Matukio usiyoyatarajia yanaweza kutokea kwenye maisha. Huku mipango ambayo umeipanga nayo huenda isitimie. Na isitimie kamwe. Ichelewe ama isitimie kamwe. Ndio maana tunasema kuna huu usemi tunasema maisha hayazoeleki. Hali hii inaweza kuwa ya kukusumbua wakati fulani, lakini kwa namna fulani hapo kwenye huo usumbufu, binafsi ndo huwa nauona uzuri sasa na utamu wa maisha yenyewe. Kuna nyakati za furaha kwenye safari ya maisha, lakini kuna nyakati za ziki, magumu, vikwazo. Hapa ndipo ambapo nataka pia na mtazamaji na mfuatiliaji wetu wasisahau kwamba kwenye hayo bado vile vile kuna upendo, kuna utulivu na kuna kumuona Mungu wakati unaishi. Yes. Lakini pia kuna kupoteza. Kuna kupoteza, kuna kuondokewa, kuna majonzi. Sasa ni mchezo huo wa kupanda, kushuka na mambo kukinzana mara kwa mara. Ndo ufanya
mi naona sasa kila sekunde ya maisha inapata umuhimu katika mtindo huo. Nafikiri hata wewe ipo namna unayaona maisha katika jicho hilo. Yes. Sasa kuna muda maisha yanakujia katika namna ya kuonekana hili halitowezekana tena kamwe kukaa sawa. Ama kutoeleweka kabisa. Kukuchanganya na kukuvuruga kabisa. Lakini ndani ya kuchanganya kwake ndipo hapo ukitulia na kumwalika Mungu kwenye changamoto hizo, ndipo unapouona uzuri na utamu wenyewe wa maisha na kuchagua kuishi. Kwa hivyo maisha yanapata thamani katika mtindo huo. Basi kutoka hapo ndipo hasa ninapokusudia leo hii tuzungumze na unisaidie kujibu maswali yangu ambayo yenyewe nafikiri yanaweza kutosha wasikilizaji wangu kupata manufaa na tija. Yes, kwa nini wametenga muda. Nimewaambia kwamba wewe pia ni kiongozi. Sasa labda nikuulize katika eneo la uongozi na watu unaoongoza. Ukiwa kama kiongozi. Na hii ni kwa nafasi yako. Ni somo gani la msingi kuhusu uthamani wa kila sekunde ya maisha unaloliona ni kama la umuhimu sana ambalo unatamani kila mtu hasa vijana walielewe na kulifanyia kazi katika maisha yao ya kila siku? Maisha ni kitu kizuri kama ambavyo umezungumza. Kupitia kujifunza, kwa sababu hata Biblia inatuambia watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kuna umuhimu fulani kwenye kujifunza. Mimi binafsi kama ni kitu kimoja nitawaambia kujifunza ni ufunguo mkubwa sana wa kufanikisha kitu chochote. Kujifunza. Kwa sababu tunawaambia watoto wetu, tunawaambia vijana wetu kwamba unaweza kufanya kitu chochote kile. Lakini kiuhalisia unaweza kufanya kitu chochote kile kama unataka. Kutoka moyoni unuie. Unaweza kufanya kitu chochote kama utajifunza. Unaweza kufanya kitu chochote kama utakifanyia mazoezi ya kutosha. Unaweza kufanya kitu chochote kama utajaribu. Hatuwezi tukaishia kusema kwamba unaweza kufanya kitu chochote. Unaweza kufanya kitu chochote kama utataka kutoka moyoni mwako. Kwa hiyo ianzie moyoni. Lazima ianzie moyoni. Unaweza kufanya kitu chochote kama utajifunza. Unaweza kufanya kitu chochote kama utafanyia mazoezi yale uliojifunza, lakini pia kama utajaribu. Kuna mwanafalsafa mmoja anasema ukimkuta mtu anafanya mazoezi kwenye punching bag, anaipiga, unaweza ukasema ni bondia mzuri sana. Lakini hatuwezi kumpima bondia mzuri kwa kuishia kuona anapofanya mazoezi kwenye punching bag. Lazima tumuone uwanjani. Atavohimili mikiki. Kwa hiyo mwishoni ndio maana nimesema lazima uingie sasa kufanya vitu ambavyo umekusudia. Kwa hiyo jambo moja ambalo nitawaambia ni kujifunza. Mimi binafsi nimefanikisha mambo mengi, nitafanikisha mambo mengi. Na kila ambaye nazungumza naye namwambia anaweza kufanikisha na atafanikisha mambo mengi. Only kama atachukua hiyo swala zima la kujifunza. Kwa hiyo wewe kama kielelezo umekwisha fanikisha mambo mengi, lakini unayo imani kwamba utaendelea kufanikisha mambo mengi kwa sababu ulijifunza na unaendelea kujifunza. Kwa hivyo kumbe hata wao wanatakiwa kujifunza na kuendelea kujifunza. Kwa sababu kila mtu anatamani labda kuwa mpishi mzuri. Kinachomtenga mpishi mzuri na asiye mzuri ni kwenye kujifunza tu. Sahihi kabisa. Kwa sababu tutazungumza juu ya baraka za Mwenyezi Mungu. Mungu anabariki kazi ya mikono yako. Na tunapozungumza mikono haifikiri. Mikono haiwazi chochote. Mikono inatumwa na nini? Mikono inatumwa na ubongo wako. Kwa kama tunazungumza juu ya Mungu kubariki kazi ya mikono yako, ni Mungu atabariki kile unachoweza kukifanya. Unachoweza kukifanya ni kipi? Ni kile, sio kile ulichobarikiwa. Ni kile ulichojifunza.
Sasa leo hii huwezi ukasema Mwalimu Kakoko hapa atabarikiwa kubuni gari la kutumia umeme. Mimi nitabarikiwa kufundisha watoto wangu wale, kufundisha wazazi, kuandika vitabu na kufanya shughuli ambazo nimejifunza. Elon Musk atabarikiwa kuendelea kuja na innovations mbalimbali za ubunifu anazozifanya. Yes. Justin, wewe ni mwalimu. Naam. Sasa ukiwa kama mwalimu, unawaandaa vipi watoto na wanafunzi wako na vijana wako katika sesheni zako au watu wanaoongozwa na wewe kukabiliana na ukweli kwamba mipango yao kuna wakati inaweza isitimie? Ni mbinu gani hasa unawafundisha ili wawe na matumaini na uthabiti, tunasema resilience, bila kupoteza imani walionayo kwa Mungu? Kikubwa cha kwanza, mimi naimiza sana juu ya personal development. Unajua, nilikuwa namsoma Napoleon Hill kwenye Outwitting the Devil. Napoleon ameandika kitabu cha kudhahania ambacho anasema alifanya mahojiano na shetani. Kwa hiyo Napoleon Hill anaeleza kwamba shetani anatumia udhaifu wa watu, udhaifu wa nafsi zao wao wenyewe kama watu. Unakuta mtu anayeweza kudanganya ni mtu dhaifu, kwamba yamkini anaogopa kitu fulani. Mtu anaweza kuiba, yawezekana kuna udhaifu yuko nao, anahisi labda mimi siwezi kupata vitu kupitia mapambano. Muongo ni dhaifu. Mwizi anahisi kwamba labda mimi siwezi kupata kitu kwa kutumia jasho na akili yangu. Kwa ukizunguka katika dhambi nyingi ambazo binadamu anazifanya, mara nyingi zinatokana tu na udhaifu wake yeye kama mtu, labda si mtu imara. Kwa hiyo mimi ninachokihimiza sana ni personal development. Personal development as an individual, you have to be strong. Sure. Namna ya kuhandle hisia zako. Kwa sababu mtu anayeshindwa kuhandle hisia zake anajiingiza katika vishawishi vingi, anajiingiza katika matatizo mengi, anashindwa kuinuka anapokwama. Huyo ni mtu ambaye hajaendelezwa as an individual. Kwa moja kati ya masomo naimiza sana 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 ni personal development. Mimi nimedevelop model moja inaitwa 50-50. 50% naimiza hao watoto na vijana waweze kufanikiwa katika ulimwengu wa taaluma. Kwa sababu huu ulimwengu wa taaluma utawapa credentials. Mimi nikijitambulisha kama mwalimu, watu wataniuliza umesoma chuo gani? Wataniuliza je, una cheti au hauna? Kwa kitu cha kwanza mimi naimiza sana watoto na vijana wasome, wamalize ngazi zote watazoweza. Japokuwa dunia ya sasa kuna watu mimi nimekutana nao wanazungumza na maprofesa, wanatrain. Tumetrain na mtu ambaye kaishia kidato cha 4. Tumetrain kumbi ambayo imejaa walimu hadi wa masters, wataalamu wa elimu hadi wa masters, yeye akiwa ameishia form 4. Kwa ulimwengu wa sasa unatoa hiyo nafasi, lakini kuna sehemu unaweza ukakwamishwa. Lakini naimiza juu ya hiyo personal development 50%. Mtu mwenye hii personal development anaweza kuwa resilient bila kuwa na mipaka, bila kuhisi kwamba kuna possibility za kushindwa au kukwama. Justin, wewe ni mwalimu na ni kiongozi, wakati huo wewe ni baba na ni mlezi. Katika huo wasifu wako na uzoefu wako ulionao wa maisha, hapana shaka umeshawahi kukutana na changamoto. Sasa katika changamoto ama tukio ama hata matukio yasiyotarajiwa kwenye maisha yako, je, ni somo gani kubwa ulilojifunza katika hali hiyo, na ulifanyeje sasa na kwa kutumia uzoefu wako kushinda? Umezungumza jinsi ya kushinda. Binafsi wewe ulishinda kwa namna gani, ambapo namna hiyo ya wewe ulioshinda inaweza ikawa somo na daraja la vijana wengine kushinda mambo ambayo wanakabiliana nayo? Hatua ya kwanza mimi nadhani ni utulivu wa hisia. Hakuna maamuzi sahihi ukiwa unakuchanganyikiwa. Hiyo ni hatua ya kwanza muhimu sana. Tuliza hisia zako,
Mimi personally mambo mengi niliyoweza kuyashinda, nimetuliza hisia zangu. Nimekaa chini, nimejitafakari, kama kuna sehemu ilitakiwa nijitibu kihisia, kama kuna sehemu nilitakiwa niwe mtulivu ili nisiharibu zaidi. Kwa sababu unajua kukosa utulivu unajikuta umezalisha matatizo zaidi kuliko ambavyo ungekuwa na utulivu. Kwa hatua ya pili mimi ambayo nimekuwa nikiitumia ni kukaa chini na kufikiri. Way forward ni ipi? Kwa sababu hakuna tatizo linalojitatua lenyewe. Lazima mara nyingi nakuwa na karatasi, hata ningekutolea notebook yangu, kuna tatizo ambalo nalikabili. Niko na notebook na changanua, changamoto labda iko wapi, wapi naweza nikafanya nini nifanye nini. Lazima nikae chini na kufikiri. Mara nyingi nafikiri kwa kutumia karatasi. Unapokuwa unafikiri kwa kichwa tu, labda ni mimi tu, nahisi ni ugumu sana. Nikikaa mimi na karatasi naona kama napata njia nzuri zaidi. Kwa baada ya kuwa na utulivu mara nyingi sasa napata huo. Hakuna ukiishia tu kufikiri juu ya mambo mbalimbali ni kitu kizuri, lakini unakuwa hujafika mwisho. Kuchukua hatua mara nyingine ni ngumu, mara nyingine hazifurahishi, mara nyingine zinaogopesha, lakini you have to take a step. Sure. Katika chochote kile ambacho unakuwa umekabiliana nacho, usipochukua hatua inasumbua sana. Nimewahi kuandika nikasema binadamu haumizwi sana na kufikiri kwake. Binadamu anaumizwa na kushindwa kuchukua hatua pale ambapo anatakiwa kuchukua hatua. Unakuta kafikiri mambo mazuri ambayo yeye anaona possibility, lakini kinachokuja kumuumiza binadamu kwa ukubwa ni ile hali ya kuendelea sasa kukaa na yale mawazo. Yale mawazo yanampa sense ya kujihukumu kwamba lakini mbona najua ninachotakiwa kufanya. Lakini kwa binadamu mara nyingi anajua anachotakiwa kufanya. Kabisa, lakini hiyo courage ya kupiga hiyo hatua ndio inaomuumiza, na kinachomuumiza sio chochote zaidi ya ile guilty conscience. Hii jamii yetu wakati fulani inamchukulia mtu aliyeshindwa jambo kama mtu dhaifu. Imepelekea watu wengi kuona kama kupoteza ni ishara ya udhaifu. Sasa wewe ukiwa kama mtaalamu wa malezi, jamii na kuamini na kuachia watoto, unawasaidia kuwalea na kuwakuza. Sasa ukiwa kama mtaalamu wa malezi, hebu tuambie ni kwa jinsi gani tunaweza kuwafundisha watoto wetu kukabiliana na kupoteza na majonzi ya kupoteza kwa njia yenye afya? Actually swali zuri. Jana nilikuwa naongea na kijana wangu. Nikawa nazungumza naye juu ya the same topic unayoniambia. Kwamba kushindwa na kushinda ni sehemu ya mafanikio. Na kushindwa ni sehemu ya mafanikio. Nikawa nimempa taswira ya coin. Nikamwambia hii coin ndio mafanikio. Si unaona ina pande mbili, nikamwambia hii pande ya juu ni kushinda, hii pande ya chini ni kushindwa. Kwa unapojiingiza kwenye safari ya mafanikio, hivi vitu viwili huwezi kuvikwepa. Sasa mimi nadhani kama wazazi, kama walezi, haja kubwa moja tulionayo au wajibu mkubwa mmoja tulionao, hao watoto tupande hizi mbegu za maneno mapema. Leo nilikuwa naandika kitu nikiwa njiani, nikasema kwamba neno lolote lile litaloingia kwenye sikio la mtoto au kwenye akili ya mtoto ni mbegu umepanda. Wazazi wengi tunahisi kuzungumza mawazo kama haya, labda coin na nini, ukaona how come huyu mtoto ni wa miaka 8. Lakini mimi nataka niseme kitu kimoja. Kuna maneno wazazi wangu waliwahi kuongea zamani sana. Yapo kichwani. Ni sahihi. Sisi ni zao la kumbukumbu tulizo nazo vichwani mwetu. Kwa sababu ukifutwa kumbukumbu hapa unakuwa ni mtu tofauti. Ndio maana utashindwa kunavigate kwenye mazingira yako. Leo hii ukipoteza kumbukumbu, kuna hao watu ambao wamepata magonjwa wamepoteza kumbukumbu. Hamjui yoyote, hajui kufanya chochote,
mpaka kumpeleka chooni unatakiwa umpeleke chooni. Sasa pati ya kumbukumbu ni haya maneno tunayoweza kuzungumza na watoto wetu. Tuwaambie kwamba kushindwa ni kitu cha kawaida. Kushinda ni kitu cha kawaida. Nakubaliana na wewe kwa namna moja hivi, kwa mfano ambao na mimi nimewahi kukabiliana nao kwenye kukua na kulelewa. Mama yangu alikuwa na kauli moja akipenda sana kunipatia hasa ninapokuwa nimeharibu ama kuvuruga jambo. Alikuwa akiniambia kwamba namna ambayo mimi nahangaika na shule yako, chukua kuanzia hapo. Na mfuatiliaji pale aelewe kuanzia hapo. Alikuwa anasema namna mimi ninavyohangaika na shule yako, sina shida sana na maisha yako. Mimi nina shida ya maisha yako juu ya familia yako. Kwa sababu utakapokuwa unakula matunda ya familia yako, utakuwepo wewe, mke wako na watoto wako. Mimi si lazima niwepo eneo hilo. Kwa hivyo nikihangaika na wewe, ni juu ya wewe na familia yako ijayo. Usije kusema sikufanya. Tunaona ni mbegu na uhakika ni miaka mingi imepita. Of course, since when I was young. Mimi ninachokumbuka sana kwa mama yangu, utakuwa kichwa au utakuwa mkia. Ni neno ambalo ni kiroho. Ni jambo ambalo amekuwa akilisema kwa hizi dhana tunaweza tukazisaidia kuzipanda kwenye vichwa vya watoto. Kwamba jaribu, it's part of learning. Jaribu, kushindwa usiogope. Kwa there is no any other way. Mimi hao watoto ninachozungumza nao ni haya maneno. Huwa nawaambia sina chochote cha kuwapa zaidi ya maneno yangu, zaidi ya mifano yangu. Leo nilikuwa nafanya interview na mtoto wangu mmoja pale, alikuja kunioji. Nikasema moja kati ya kitu tu mimi naweza nikaofa kwenu, mimi kuwa mfano mbele yenu. Nikamwambia mimi nahubiri juu ya kutopiga watoto. Nikamwambia hebu muulize kijana wangu huyo hapo, simpangi, sifanyi chochote. Lini nimempiga au kugombezana naye bila kuwa na philosophical arguments? Anahoji na hoji, anahoji na hoji. Kwa zaidi ya maneno ni mifano tu, kwamba wanaona ukijaribu, wanaona ukifanya, wanaona ukishindwa, wanaona ukiinuka. Justin, wewe ni mkurugenzi wa taasisi. Yes, natambua. Sasa ukiwa kama mkurugenzi mkuu katika taasisi yako pale, hebu tufundishe kidogo. Wafundishe na watazamaji na wafuatiliaji wangu. Je, ni mbinu gani unatumia kuwafanya wafanyakazi ama wasaidizi wako wawe na msingi imara hata pale kampuni ama taasisi yako inapopitia changamoto? Ni vipi unawaweka kuwa tayari? Kikubwa kwangu mimi nahimiza kujifunza kwa watu ninaofanya nao kazi. Nimegeuza wapishi kuwa walimu. Nimegeuza mpishi kuwa mwalimu out of nowhere. Na anakuwa mwalimu ambaye mtu anaweza akatamani hata kusema kwamba naomba huyo ndo afundishe mtoto wangu, huyo afundishe mtoto wangu, bila kufahamu kwamba yeye amepita wapi. Kwa wimbo mkubwa ninaoimba na watu wangu mimi, wimbo nitaoendelea kuimba na watu wangu mimi, ni wimbo wa kujifunza. Kwa sababu hizi changamoto zote huwa nawaambia, ukiona kuna sehemu hapajatoa matokeo mazuri, kuna sehemu umepewa wito kwenda kuboresha. Nawaambia hivi kwamba ukiona changamoto yoyote ya mtoto kama imekushinda, ni fursa ya wewe kujifunza zaidi. Kwamba sio fursa ya kuanza kupoint finger, huyu mtoto, huyu mzazi. Umeuliza swali, unataka kutengeneza excuses, kwamba kutupa mzigo kwako. Nawaambia ukiona kitu chochote kimekushinda, kimefika mezani kwako, it's an opportunity for you to learn. Badala ya kutupa mzigo, ukiukumbatia ukajifunza, utaona kuna nafasi kubwa sana unazidi kujitengenezea. Matatizo hayaishi. Kila siku matatizo yanakuja mapya. Sasa endapo ukikimbia hili, linakuja jingine, litakuja na jingine, litakuja na jingine.
ndio zao la incompetence. Sure. Tunaposema mtu hajakamilika, mtu ana madhaifu mengi, ni kwamba kuna madhaifu yanagonga mlangoni kwake kwamba nipo hapa na stoki hapa hayafanyi kazi. The only way kwa hao watu ambao wanasema nipo hapa wanaendelea kujaa mlangoni kwako. Wanajaa mlangoni kwako. Kwa wana cloud judgment yako, wana cloud capacity yako ya kufanya kazi, unajikuta haufikii malengo. Kwa huo ndio wimbo mkubwa. Madhaifu yanapojitokeza wahakikishe wamelifanyia kazi na wameliondosha. Lakini kikubwa sana, mimi napenda kuwa mfano. They observe me. Whoever nakuwa mbele yake napenda anione. Mimi nafanya kazi kweli kweli. Kwanza mtu akifika kwenye taasisi yangu anaweza akashindwa kujua nani ni kiongozi na nani sio kiongozi, unless kama wameniona kabla. Sounds so beautiful. Kwa sababu nafanya kazi na watoto, napiga hadi magoti. Kama ni kuzungumza na watu, nazungumza nao kweli. Kama ni kukimbia, nakimbia kweli. Watazamaji wangu hawajawahi kukuona. Mimi nimekuwa na bahati ya kuwitness, kukushuhudia. Yes. Sasa hapo ukiwa katika kazi yako ya majukumu hayo ya malezi na kuinua watoto, bila shaka umewahi kukutana na changamoto ama uzoefu wa kukutana na wazazi ama walezi ambao wamewahi kukata tamaa ama wamekata kabisa tamaa baada ya mipango yao ya malezi kutotimia. Mtoto akai kwenye mstari, mtoto akai kwenye njia. Sasa katika nyakati hizo wazazi ama walezi huwa ni wenye kuchanganyikiwa sana kwa baadhi yao ama kwa sehemu yao. Unafundisha vipi utulivu wa kiimani kuhakikisha kwamba mtoto atakuja kukaa sawa, ukijumuisha jukumu la kimungu ili waone thamani ya safari yao ya maisha ya malezi licha ya changamoto hizo kwa wakati husika? Mara nyingi cha kwanza huwa ninachokiweka mbele. Upo uzoefu? Uzoefu upo. Mfano upo nakutana na wazazi wengi sana. Nakutana na wazazi wengi sana. Unajua kukata tamaa ni kitu cha kawaida kwa binadamu. Kwa hiyo yawezekana hata mtu shujaa kiasi gani amewahi kukata tamaa mara moja, mara mbili, mara tatu, mpaka leo hii unakuta shujaa wa namna yoyote ile kuna point anakata tamaa. Kinachomtofautisha mtu aliyefahamika na asiyefahamika ni hiyo kufungua kinywa chako kusema nahisi nimeishiwa nguvu, nahisi kama sina nguvu tena ya kuendelea, kwamba umepata frustration ya kufika mwisho mpaka umeielezea. Na mtu kueleza kukata kwake tamaa si kitu rahisi. Ni kitu kilichomsumbua kichwa mpaka mwisho, kimemfika hapa, ndio unakuta kimemtoka tu ghafla. Kwa hiyo nakutana na wazazi, hususan wazazi wa watoto wanaojifunza taratibu. Nakutana na wazazi wa watoto wenye changamoto mbalimbali za akili. Nakutana nao kwa kweli. Kitu cha kwanza ambacho mimi huwa nawahimiza ni kwamba kukata tamaa hakumuondoshi yeye kuwa mzazi wa huyo mtoto. Akikata tamaa leo, maumivu atayokuwa nayo yatakuwa ni ya maisha. Kwamba furaha ya mzazi yoyote ni kuona kiumbe aliyemtoa kutoka ndani yake amefanikiwa. Nawaambia hata mtoto asipompa mzazi wake chochote, the fact tu kwamba anamuona ni yule pale, hiyo moyoni mwake ni kitu kikubwa sana. Kina kitu ambacho kimsingi mzazi tu ndo anaweza akakielezea. Kwa hiyo nawaambia kukata tamaa kutakupa maumivu ya kudumu. Kupambana kutakupa maumivu ya muda mfupi. Kwa hiyo kimsingi wazazi wengi frustration zao za juu ya watoto wao ni kutokana tu na kutokuwa na uelewa wa kutosha. Kwa wanapokutana na mtaalamu labda kama mimi nampa mwanga zaidi. Binadamu anaumizwa na giza, kwamba haoni mbele. Kwa unapomuonyesha mwanga kwamba kuna kitu kinaweza kufanyika,
tunaweza tukafanya kitu, hebu nipe basi nafasi nikuonyeshe. Ndani ya mwezi mmoja angalau tuone hatua za huyu mtoto, ndani ya mwaka tutaona maendeleo makubwa zaidi. Kwa unapompa mwanga zaidi wa kuona kwamba kuna kitu kinaweza kikafanyika, kumbe kuna gepu fulani lilikuwa halijafanyika. Kwa hiyo wazazi wengi pia wanakatishwa tamaa na incompetence ya wataalamu wanaofanya kazi na watoto. Kwa sababu wana maneno mabaya. Kwamba kama nilivyosema, udhaifu umegonga mlangoni kwako. Kwa sababu ukiona mtoto mbele yako hajafanikiwa, wewe pia una shida. Tena wewe ndio mtuhumiwa wa kwanza. Sasa wewe ndio mtuhumiwa wa kwanza, unaanza kumtupia mtoto. Huyu mtoto ana 1 2 3. Huyu mtoto ana 1 2 3. Kwa hicho kitu kinamvuruga zaidi mzazi. Hebu tuambie ukiwa jaribu kunijibu hapa ukiwa kama mlezi kaa nje ya taaluma. Niambie ukiwa kama mzazi na mlezi na mshauri vile vile wa malezi, lakini jikite kwenye wewe. Ni vipi unaona umuhimu wa kumjenga mtoto awe na uthabiti na uthubutu wa kihisia ili aweze kupambana na changamoto za maisha zinapotokea bila kukata tamaa? Tunamwandaaje mtoto huyu, wewe kama mzazi? Nikitumia njia ninazotumia mimi. Mimi naamini sana kwenye maneno. Kuna msemo wangu nasema maneno ni mbegu. Na nimekuwa nikizungumza mara nyingi kwamba maneno ni mbegu. Mimi kama baba sina kikubwa sana cha kutoa, kama nilivyosema. Sina kikubwa cha kutoa zaidi ya maneno yangu. Sina kikubwa sana cha kutoa zaidi ya matendo yangu. Ndio maana nawahimiza wazazi wenzangu, tuwe makini sana na maneno tunayozungumza. Hebu mwambie yule mzazi pale. Na nawaambia wazazi tuwe makini sana na maneno tunayozungumza. Aidha tunazungumza na mtoto au tunazungumza na mwenzetu, mama mke wako au mume wako, au unazungumza na mfanyakazi wako wa ndani, unazungumza maneno yanayotoka kinywani kwake akiwa yuko mtoto wake au wapo watoto wake, ni mbegu anapanda. Kwa kama atatengeneza mazingira ya kushindwa kila mara, hiyo ni mbegu anapanda. Kama atatengeneza mazingira ya unyonge kila mara, hiyo ni mbegu anapanda. Kama atatengeneza mazingira ya uadui kila mara anapotumia maneno yake, ni mbegu anapanda. Kwa tuwe makini sana na maneno, lakini pia tuwe makini zaidi na matendo. Maneno tuwe makini, lakini matendo tuwe makini zaidi. Ni kwa nini? Wanasema watoto wanasikiliza vizuri sana kwa macho kuliko masikio. Kwamba mtoto anatumia macho yake kukuona. Wewe kataza unachokataza, lakini kama haufanyi unachokataza, hilo halitosikilizwa. Kwa sababu masikio yake hayajasikia. Masikio yake ni macho. Kwa mzazi kama anataka atengeneze mazingira mazuri juu ya kushinda kihisia, aonyeshe hicho kitu. Na it's okay mtu kushindwa. It's okay mtu kushindwa. Unashindwa kihisia wakati fulani. It's okay kabisa. Ndio binadamu. Mwalimu Justin, wewe ni social entrepreneur. Mjasiriamali wa kijamii. Unapokuwa katika vazi hilo, kuna nyakati za furaha na mafanikio. Lakini kuna pia nyakati za changamoto na vikwazo. Sasa tuambie, wewe unadumishaje imani na nguvu zako za ndani wakati unapokumbana na changamoto kubwa zinazokaribia kukuvunja moyo? Cha kwanza mimi ambacho niko nacho hususan kwenye kazi zangu, na kipata kutoka kwa mwalimu wangu mmoja anaitwa T.D. Jakes. Pastor yule? Pastor T.D. Jakes. Actually sasa hivi ni Bishop T.D. Jakes. Yes. T.D. Jakes, mimi ni shabiki wake pia. Mimi ni mwalimu wangu. Mimi ni mwalimu wangu wa muda mrefu. Yeye anasema kwamba situations mbalimbali zinakujenga kwa ajili ya hatua inayofuata. Moyo wangu umekuwa rahisi sana kubeba
Mama yangu aliniambia mimi kinachonisaidia ni mwepesi sana kuachilia. To let it go. Kwamba nisingekuwa mwepesi kuachilia. Unakuta kuna mradi umeufanya, umeuwekezea miaka 4. You have to leave it and move. Uendelee na mambo mengine. Umefanya mradi, umewekeza, you have to move again. Kwa hiyo kinachonisaidia mimi kuwa resilient, kuendelea kwenda mbele bila kuwa na hofu yoyote ni hicho. Hicho kitu kimenikana, namwambia kila mtu kwamba it is not a thing, Jakes anasema. But it can lead you to a thing. Hicho kinawezekana sio kitu ambacho kilipaswa kuwa cha mwisho. Lakini hicho kitu kilipaswa kumbe kukupeleka kwenye hatua inayofuata. Mimi nimehakiki kabisa. Hata jana nilikuwa naongea na mke wangu usiku kwamba mambo mengi ambayo mimi nimepitia katika situation mbalimbali, nikikaa nikireflect, nasema uimara wangu nilionao katika hili nimeupata pale. Naweza hata nikautrace. Lakini kwa kuwa binadamu anakuwa anapitia maumivu, ni ngumu kuona kwamba ile ni sehemu ya kujifunza. Na lakini kumbukumbu zinazoumiza. Lakini mimi nimekuja tu kuconclude kwamba na sasa hivi niko conscious kabisa kwamba hata kama nimepitia kitu, naanza kujiuliza maswali. What are the takeaways from this? Nini nichukue kama funzo kwenye hatua yangu inayofuata? Kwa unakuta ni funzo tu kwa sasa kwangu mimi. Napitia hasara, napitia faida kwenye kazi zangu, napitia kukua, kuanguka na vitu vingine vingi. Kubadilisha mipango ambayo ni ya ghafla, lakini take away kubwa. Nini nichukue kwa ajili ya kwenda nacho mbele? Kwa hiyo ni kama tunakubaliana kwamba kila sekunde ya maisha ina thamani yake. Yes. Sasa ukiwa kama mtaalamu wa malezi, unafundisha vipi wazazi kuishi kwa uangalifu, mindfulness, na kuhakikisha wanaona thamani hiyo katika nyakati ndogo na za kila siku kwa watoto wao, badala ya kungoja matukio makubwa tu yatokee ndo hili lijidhihirishe? Mambo mengi ni tabia. Tabia nyingi za watoto zinajengwa mpaka kufikia miaka 9. Tabia nyingi zinajengwa kwa urahisi, nitumie lugha hiyo. Kwa sababu ndio tunaweza tukabadili tabia hata kwa ukubwa wetu. Kwa kuwa tabia nyingi zinajengwa katika kipindi hicho ambapo watoto wapo chini ya uangalizi wetu, tunapaswa kuwajengea hiyo tabia kupitia matendo mbalimbali tunayofanya nao. Kwa mfano, nikizungumza juu ya hiyo tabia ya kusherekea ushindi, kuangalia kila kitu kidogo ambacho unakuwa umekamilisha, mzazi anaweza akaanza kupongeza kitu kidogo, mzazi apongeze. Vizuri sana, na ajivunia wewe, I am proud of you, this was powerful. Haijalishi kafanya nini, kwa sababu hivyo ndivyo inapaswa kuwa. Hivyo ndivyo inavyopaswa kuwa. Kwamba uanze kusherehekea. Unajua sisi ni zao la familia zetu. Sisi ni zao la malezi yetu. Mtu atoki mbali sana na malezi yake. Kwa kuwa mtu atoki mbali na malezi yake, kwa nini mzazi asianze kutengeneza hiyo kupitia maneno yake? Kwamba mtoto kafanya kitu kiwe noticed. Sasa ukianza kunotice vitu vidogo vidogo alivyofanya mtoto katika ukubwa wake, ataweza kunotice vitu yeye mwenyewe alivyovifanya hata kama ni kidogo. Lakini kwa ukubwa sana hatupongezwi. Mzazi anaishi kama hayupo. Mzazi haoni hatua yoyote ya mtoto. Mtoto anapiga hatua. Mtoto anacheza mpira. Mzazi anaweza hata asiwahi kukanyaga kwenye kiwanja cha mpira cha mtoto. Mtoto ni muimbaji, mzazi anatakiwa awe shabiki wake wa kwanza kwa kunotice every little step katika kila kitu. Lakini wazazi wetu wengi wanatushangilia tukifika mbali. Na si kwamba hawatupendi, ni kwamba nao hawakulelewa hivyo. Lakini kwa yoyote anayepata nafasi ya kujifunza kupitia vitu kama hivi, anatakiwa ajue ana uwezo wa kukata mnyororo. Mwalimu Justin, mimi na wewe tunakubaliana kwamba maisha kamwe hayatabiriki. Yeah, na hakuna jinsi tutaweza kuyatabiri. Yeah.
Sasa kwa kulizingatia hilo na hasa kwa mtazamo wako wa kiimani, unawaasa vipi wazazi kumweka Mungu mbele katika safari yao ya malezi ili yawape mwongozo na nguvu wakati wa mabadiliko ya ghafla ya mtoto anayelelewa na kuinuliwa? Yeah. Mimi nitakazia kwenye hilo swala la Mungu. Mimi ni muumini. Okay. Mimi ni muumini na ninaamini kwa ukubwa sana kwamba watu wengi katika imani yetu, aidha ya Kiislamu au ya Kikristo, wameshindwa kwa ukubwa kutoka kwenye hicho kilichokuwa quoted kwenye Bible. Okay. Tunaangamia kwa kukosa maarifa. Nilikuwa kanisani last 2 weeks. Yes, last 2 weeks. Actually last 1 week. Hii ndio sikuenda, nilienda wiki iliyopita. Alizungumza mchungaji wetu akasema kitu kimoja, kwamba wao hawana uwezo mkubwa sana wa kukuletea mabadiliko ikiwa kichwani kwako hakuna kitu ambacho uko nacho unataka kukifanya. Sasa wazazi wengi, mimi nitachoweza kusema, tuwaweke watoto kwa Mungu, tuwakabidhi watoto wetu kwa Mungu, lakini sisi ndio tunatoa mwelekeo. Sisi ndio tunatoa mwongozo wa hao watoto. Ni muhimu wazazi wawe na maono juu ya watoto wao, wajue dunia ambayo watoto wao wanaishi, lakini kwa yote watakayoyafanya wamweke Mungu mbele. Niambie kwa mtazamo wako. Yeah. Kwa mtazamo tu, ni kwa namna gani kama tulivyoona na tulivyojifunza toka mwanzo kwamba mchezo wa maisha, uzuri au somo, unaona uzuri au somo katika uko kupanda na kushuka? Na kama hivyo ndivyo, kupitia mabadiliko hayo, ni kwa namna gani tunaweza tukajenga uthabiti kwenye maisha ya watu wako unaowasimamia kila siku? Ni vipi unawafundisha watu wako kutoogopa maisha? Huko kupanda na kushuka utauona uzuri wake endapo ukijua umuhimu wa kushuka. Kwa sababu umuhimu wa kupanda kila mtu anaujua. Unakupa furaha, unakupa unayoyataka, unakuwezesha kupita kila sehemu kifua mbele kwa sababu upo sehemu unayotaka. Kimsingi kupanda ni hitaji au ni takwa au ni tamanio la kila mmoja. Lakini kushuka utaona uzuri wake endapo ukijua umuhimu wa kushuka. Umuhimu wa kushuka, mimi kwangu personally, kutoka moyoni kwangu na kujua. Kushuka kunanionyesha kwamba mimi ni dhaifu sehemu fulani. Ndio. Kushuka kunanionyesha kwamba mimi kuna sehemu natakiwa nijiboreshe. Kushuka kunanifundisha kuna jambo fulani kubwa linakuja kiimani. Sasa hiyo lazima uwe na jicho la kiimani. Kuna jambo fulani kubwa linakuja ambalo napaswa nilibebe, naandaliwa nalo. Sahihi kabisa. Sasa uwezi ukaona uzuri wa kushuka kama hutokuwa na jicho hili la kuona macho ya kibinadamu kwamba nina madhaifu, lakini kuona macho ya kiimani kwamba kuna jambo linakuja, natakiwa niwe imara zaidi ya nilivyo sasa. Yes. Sahihi kabisa. Mwalimu Justin, mimi ninakushukuru sana kwa kuja. Yes. Ninakushukuru sana kwa kufika na kwa namna tulivyoanza mpaka sasa. Alikuwa Mwalimu Justin Kakoko. Natumai umepata darasa zuri kwa jinsi ya maswali ambayo niliyaelekeza kwake na kwa namna nzuri kabisa aliyoweza kujibu na kufafanua. Wewe kama ukiwa mjasiriamali, lipo somo umelipata. Lakini wewe ukiwa kama mzazi ama mlezi, lipo somo kwenye malezi umelipata. Tumaini langu hautokata tamaa. Hata pale mambo yatakapokuwa yanaonekana kukukwamisha sana, wapi kuelekee, nafikiri picha kubwa umeipata. Mwambie Mungu, hili siliwezi. Labda kupitia wewe ushindi utapatikana. Weka hapo hapo, shikilia hapo hapo, unavuka kwa wepesi kabisa. Mwambie Mungu linalokushinda, mwambie Mungu linalokuelemea. Tija inapatikana kwake. Mimi ni James Ruta. Hii ni podcast yako. Mpaka kwenye makala nyingine. Asante, kwa heri.